Tatizo nini Angel? Mr. Ten, nilikufuata nikakuelezea kwamba nina shida, nina matatizo, naomba ushauri, umeshindwa kunisaidia. Unataka nini tena? Angel. Yaani ndo tatizo nimekufanya na kuita toka kule na kuvuta na kusemesha mpaka huku rafiki yangu. Haya basi mimi natakusaidia na nimekubali kukusaidia Angel. Lakini nataka nijue tatizo ni nini? Mimi sina tatizo jipya. Tatizo ni lile lile kuhusu 69. Sawa, nilikueleza kwamba 69 kutumia ubabe wake alinilazimisha nimeenda naye kwake. Sawa, ulinieleza hiyo. Baada ya kufika naye kwake kuna vitu ambavyo alinieleza. Ndio vitu ambavyo vinanipa stress, vinanifanya mimi nihangaike nije kwako niombe ushauri. Sawa. Mimi ushauri wako naupokea na nitakusaidia, lakini bado hujanifungulia tatizo ni nini? 69 baada ya kwenda kwake alinieleza vitu ambavyo yani sijui nikwambie. Sawa. Na kwa jinsi alivyo 69, nikimkataa atanidhuru na nikimkubali nitazulika pia. Yaani ukimkataa atakuzuru, ukimkubali utazulika. Hasa hapo ndo unaponifumba fumba. Nifumbulie ili nijue ni nini, ili mimi nijue naanzia wapi. Angel. 69 aliniambia kwamba ana matatizo. Matatizo? Ni ana matatizo ya kimaumbile. Mimi nalijua hilo. Hivyo baada ya kuniambia hivyo, mimi nimepata mshtuko. Ndio maana huwa nahangaika sijui nifanyaje. Ni ana maumbile makubwa kiasi kwamba hawezi kukutana faragha na mwanamke. Mimi hilo swala nililijua. Ndio maana mimi nikawa nafuatilia ili kukuweka mbali naye na nikajua wewe utapata matatizo. Lakini sasa katika kukusaidia kwangu, mimi nitamtumia rafiki yangu mmoja mwanamuziki ambaye namtumiaga kwenye show zangu, anaitwa Grey Kiss. Nitamtumia ili aanze kumfuatilia yule jamaa kwa undani. Wakati huo mimi nitakuwa nyuma ya mgongo wa Grey Kiss, huyo jamaa yangu. Lakini wakati tunafuatilia hili jambo, wewe sasa unatakiwa ukae kwa kutulia ili usije ukapata matatizo wakati tunafuatilia hili jambo. Sijui umenielewa Angel? Hamna shida. Nimekuelewa. Basi hilo limeisha. Lakini wakati tunafuatilia hilo, na wewe endelea kufikiria la kwangu. Sawa Angel? Mdogo wangu, njoo mara moja. Natumaini mimi unifahamu. Unanisikiaga tu. Sasa nakwambiaje? Unakaa karibu sana na Angel. Alipokuwa Angel basi wewe naye upo. Na siri za Angel nahisi unazijua. Angel amefika nyumbani kwangu. Tena ghetto. Si unajua? Amefika ile mpelenge. Alipofika pale nikamwambia siri zangu zote. Na anajua mpaka zaidi kuhusu mimi. Na sasa hivi nikimpigia simu Angel naona hafiki wala nini. Nampigia simu okoti. Si unanielewa? Yaani mpaka anachanganya akili yangu. Si unanielewa mwanangu? Sasa mimi nataka hivi. Ukimwona Angel, mwambie anitafute. Maana ananikwepa sana. Na hata hivyo Angel mimi nikimkamata kwenye mikono yangu nitajua nitafanya nini. Kwa sababu kila kitu changu anakijua. Mpaka undani wangu mimi ananijua. Nakupa taarifa hiyo, ukamwambie Angel. Na usipomwambia Angel, mwanangu utaona mimi mpelenge mimi nani? Mimi naitwa Six Ninja Kung Fu Master Shivo bendera chuma mingoti chuma nondo stili wire. Umenielewa dogo? Umenielewa Sawa. Vipi kaka? Kama kawaida. Mambo yanaenda. Unyama ni mwingi. Unyama mwingi kaka. Fresh kabisa ndugu. Niambie. Unaona hivi nilivyoa kaili. Umetupia. Kwa hapa ndo naenda kukutana na Angel. Ili nimwelekeze kile ulichoniagiza. Unajua Grey Kiss? Yule ni shemeji yako mtarajiwa. Naelewa. Na pilika zote nazohangaika nadhani ni kwa ajili yake. Na wewe unajua kiasi gani mimi nampenda. Yeah. Ila
hapa katikati haya mambo yanayotokea, ndio maana yamesababisha mimi wewe kukuagiza uende ukanisaidie kuhusu swala la Angel na huyo bwana ambapo wanasumbua. Yeah. Kwa hiyo wewe nenda kakutana naye, ongeeni, lakini muongee kile kitu ambacho kinamata ambacho mimi nimekuagiza wewe, kwa sababu mpaka kukuagiza Grey Kiss ujue wewe ni mshikaji wangu wa karibu sana na nimekuamini sana. Unajua katika mambo ya mapenzi kumwamini mtu ni jambo gumu sana. Ila mpaka nimekuamini wewe uende ukaonane naye, muongee, unisaidie hili jambo kutokana na ule jamaa anayemsumbua. Aise, ujue nimekuamini sana kaka. Naelewa sana brother. Kwa hiyo nakuomba usitoke nje ya mada. Naomba tuende ndani ya mada na mambo yaende kama tulivyoyapanga. Hakiharibiki kitu bro. Nitashukuru sana ndugu yangu, tukiwa pamoja na ule uaminifu niliokuamini ukaendelea kuuaminisha ili tuwe pamoja. Unasikia Angel? Kuhusu swala lako na Mr. Ten, ashanielekeza. Umeona? Ashanielekeza na mimi ndo maana nimekuja hapa ili tuweze kulizungumzia swala, niweze kukupa machache nilionayo ili uweze kukaa nayo yaweze kusaidia wewe pia na ndugu yangu Mr. Ten. Kuhusu 69, kuhusu nasi wewe mwenyewe unajua ni kipi kinaendelea. Umeona? Kwa hiyo mimi nimekabidhiwa haya majukumu ili nihakikishe hili swala linaenda vizuri na wewe uwe sehemu salama, usije kazoleka. Mimi ninachotaka kukuambia ni kwamba ikitokea 69 kakuita eneo au maeneo ambayo si salama kwako, usiende. Umeona? Kwa hiyo sometimes unaweza kaenda kule yakatokea mambo mengi, sababu mwenyewe tayari ni mtu ushamjua. Ya kama sehemu kuna watu au kama mazingira kama haya sio mbaya, mkikutana anaweza kufanya chochote. Umeona? Ila akikuita sehemu ambayo ni secret, hiyo usiende. Umeona? Hiyo ndio kwa ajili ya nini? Usalama wako. Simaanishi kwamba akikupigia simu usio unapokea au mazungumzo yasiyo yanaendelea. Unaweza kama abaki kama binadamu, unajua. Unaweza kumpita mtu tayari mshafahamiana, japo mmefahamiana kama hivi maana nivute nikuvute. Umeona? Akipigia simu unaweza ukapokea, ukawasiliana naye. Ila mambo mengine ndo kama hivyo, inabaki wewe unatumia akili na haya ambayo nakuongezea pia. Yeah, nimekuelewa Grey Kiss, na hata Mr. Ten aliniambia kwamba atakuja kuongea na wewe and then wewe ndo utalisimamia hilo swala, utakuwa kipaumbele katika hilo swali kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Kama umenielewa na imani tutazidi kuelekezana ili usi ukaenda tofauti au ukadumbukia kwenye sehemu ambayo ni za kuletea madhara. Mimi niko na wewe bega kwa bega, kila kitu kitaenda sawa. Alafu kingine Angel, mbona Mr. Ten kama wendani naye? Hamna bwana. Ngoja tufanya ili hapa kama limepita upepo fulani hivi. Sijamaanisha.